Rafiki mpendwa na mtazamaji, karibu sana katika channel hii. Mungu akubariki, akushimamie, akutakasi na kutawale kwa kuendelea kufuatilia masomo yote ambayo tunaendelea kuyapitisha hapa. Tunakuja na mfululizo wa masomo yetu kuhusu hema takatifu. Kumbuka somo ambalo tumelitoa hapa lielezea kwa nini Mungu alianzisha hema takatifu. Kumbuka tuliona kulingana na maandiko matakatifu kwamba Mungu alianzisha mfumo wa hema takatifu kwa sababu alikuwa na lengo la kukaa katikati ya taifa lake. Na pili, tuliona kwamba huo mfumo wa hema takatifu ulikuwa unaonyesha picha ya pekee ya wokovu wa mwanadamu. Yaani hema takatifu tuliona kwamba ni njia ya pekee ya kuanza safari hapa chini. Mdhambi anaanza safari mpaka kuenda kukutana na utakatifu kamilifu wa Mungu. Kuja tena na pamoja nami kwenye siku ya pili ya somo hili la hema takatifu. Tutaomba. Baba wetu na Mungu, asante kwani unatupenda. Bariki yule mtazamaji, mtakase na mtawale kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Ufikapo katika hema, kwenye hema takatifu, unakuta nje ya hema takatifu kuna hema nyingi za taifa la Israeli wamejenga pembeni ya hema. Yeyote anayezogea karibu katika kambi la wana wa Mungu anakutana na hema. Na tunapozogea karibu na hema, kitu cha kwanza ambacho unakutana nacho sio madhabahu ya sadaka, sio birika la maji safi, sio hema lenyewe. Haukutane kwanza katika unapofika kwenye hema takatifu, hautakutana kwanza na kuhani kwa ajili ya kukupokea wewe mnayekuja kutubu, bali kile tunachokutana nacho tufikapo kwenye hema takatifu ya Mungu, unakutana na vitu viwili. Unakutana kwanza na ukuta, unakutana pili na lango. Kulingana kitabu cha Kutoka 27 aya yake ni ya 9 hadi aya ya 19. Kuna vile tunavyokutana navyo. Ujue kwamba hakuna kitu chochote ambacho kilitumika ama kilitumiwa kwenye hema takatifu kwa bure. Vyote vilivyotumiwa, iwe rangi, iwe nini, Mungu alivitumia vitu hivi kwa sababu vilikuwa vinatoa fundisho la kutosha kwa ajili ya wokovu wa mwanadamu. Sasa tunapoona ukuta ambapo umeonekana kwa macho, ufikapo katika kitabu cha Kutoka 27, unapoona kile cha kwanza kinachoonekana mbele yako ni ukuta ambao ulionyesha utakatifu wa Mungu. Ukuta ulikuwa namna gani? Rafiki mpendwa, ukuta wa hema takatifu ulikuwa na urefu wa dhiraa 100. Maana yake nini kwa mita? Kifupi cha mita ya dhiraa 100 ni mita 45, yaani mita 45. Ukiona upana wa hema takatifu, urefu ni lonkeri. Lonkeri ilikuwa 100 dhiraa, yaani mita 45. Tunapofika kwenye upana wa hema takatifu, upana largeur ilikuwa ni dhiraa 50, ambayo ilikuwa ni mita 22.5 ya mita. Unapoona kimo ama hotere yake ilikuwa ni dhiraa 5, maana yake mita 2.3 ya mita. Yaani unaona kipimo cha hiyo hema takatifu kilikuwa kipimo cha kibinadamu. Haikuwa kipimo ambacho unakuta ndani uungu, ilikuwa ni kipimo cha binadamu. Na ukuta huo wa hema takatifu ulikuwa umejengwa, nguzo zake zilikuwa 60, na ilikuwa na misingi pia 60 ya shaba. Na nguzo hizi, miti hiyo ya hema takatifu kulikuwa umepaka rangi nzuri ya dhahabu. Na ukiona hema hiyo ilikuwa wameweka kwenye nguzo kitani kizuri ambacho kilikuwa ni kitani cheupe, kitani safi. Na kulingana na Ufunuo 19 aya yake ni ya 8,
utagundua kwamba kitani kisafi maana yake ni matendo ya haki ya watakatifu. Yaani ufikapo karibu na Bwana, uingiapo katika huduma pamoja na Mungu, ni sharti uondokapo hapo utakatifu tayari umeuingia. Unapokaribia Kristo, jua kwamba unakaribia katika nyumba ama katika lango la utakatifu. Hili ni jambo la pekee la kuchukua. Yaani ukuta ilitangaza utakatifu wa Mungu. Na unapoona ukuta huo wa hema takatifu, inakuambia sharti mtu yeyote anayemkaribia Mungu sharti ajiweke kwa usawa, ajiweke kwa utayari, na uelewe, uwe na imani kwamba dhambi zako ambazo unakuja mbele na Bwana ukizibeba, elewa kwamba hautatoka hapo bila kutosha hapo utakatifu wa Mungu. Yeyote anayemkaribia Bwana sharti atoke hapo amesafishwa. Jambo lingine ni hili sasa. Mlango ulikuwa ni milango mingapi kwenye ukuta huu wa hema takatifu? Mlango wa ukuta wa hema takatifu ulikuwa ni mlango mmoja tu. Haikuwa milango 5, haikuwa milango 12. Mlango kwenye ukuta wa hema takatifu ulikuwa ni mlango mmoja, na ulikuwa na maana yake. Maana yake ni kwamba Mungu ametupenda sote, na sote ametuita tumkaribie, na kwa kumkaribia Mungu utapita kwenye mlango mmoja, na mlango huo ni Yesu Kristo. Hata umepita wewe, imani yako umepita kwa mama wa Yesu, umegonga mwamba. Imani yako umepita kwa mkuhani fulani, umegonga mwamba. Imani yako umepita kwa mchungaji wako, unamwamini na kumsadiki, yule hata kubeba mbinguni. Yeyote ambaye anamkaribia Mungu sharti apite kupitia mlango wa pekee ambaye ni Yesu Kristo. Ndiye mlango wa uzima na wa kweli, ni Yesu Kristo. Sasa mlango wa hema, mlango huo ni katika kitabu cha Kutoka 27 aya yake ya 16. Hapo utapata habari za mlango. Naelewa mlango huwa hema takatifu uliwakilisha Kristo ambaye ndiye mlango wa wokovu, kulingana Matendo ya Mitume 4 aya yake ya 12. Sasa mlango ule ulikuwa na rangi nzuri sana, vitambaa vyenye rangi nzuri sana. Kulikuwa rangi ya bluu. Rangi ya bluu vyote mlango ule uliwakilisha Kristo. Mlango wa bluu ulionyesha kwamba Kristo atatoka mbinguni. Mlango ulikuwa na vitambaa vya rangi ya zambarau, ilionyesha Kristo yeye ni mfalme. Mlango ule wa hema takatifu uliwekewa rangi ya nyekundu. Nyekundu ilimaanisha na kumaanisha Kristo, damu yake ndiyo inayookoa. Mlango ule ulikuwa na vitambaa vya rangi ya nyeupe. Rangi nyeupe inawakilisha haki ya Kristo. Maana ni kwamba ufikapo karibu na Kristo utaelewa kuna mtu mmoja tu atakayetubeba mpaka mbinguni. Sio kuhani wako, sio mchungaji wako, sio mzee wa kanisa, sio huduma unaoifanya kanisani. Atakaye kubeba mpaka mbinguni ni Kristo. Sasa ukuta ule ulizuia dhambi, ulizuia dhambi. Ukuta ule ulifundisha kicho mbele za Mungu. Ufikapo mbele za Mungu, unapomkaribia Mungu, inabidi uchunguze kwanza. Usimkaribie Mungu kwa kukimbia. Unamkaribia Mungu kwa moyo wa kicho, wa heshima mbele za Bwana. Hapo ndipo unapata mibaraka. Wengi wako makanisani wanakuja kwa kukimbia, wanakuja ovyo ovyo, wanakuja katika maonyesho. Ufikapo mbele za Mungu, ondoa moyo wa maonyesho, weka moyo wa kunyenyekeza mbele za Mungu. Kwa sababu gani? Mlango wa pekee ni Yesu, na yeyote anayetaka kuokolewa sharti ajinyenyekeze namna Yesu alivyonyenyekeza. Yaani ukuta na lango vinatuambia sharti tuombe utakatifu. Tunapokuja mbele za Bwana, tutafute kwanza utakatifu. Na katika lango na ukuta napata mafundisho 5 makubwa makubwa.
Fundisho la kwanza ni kwamba Mungu ni mtakatifu na yeyote anayekuja kwake sharti ajichunguze. Mleta dhambi zako mbele za Bwana. Unapoondoka hapo, unabeba utakatifu wa Mungu. Ukitoka mbele za Mungu unapobeba dhambi, maana yake haukuachia Mungu dhambi zako. Jambo la pili ni kwamba Yesu ndiye njia ya pekee ya kweli na uzima, kulingana kitabu cha Yohana 10 na Yohana 14. Hapo ndipo utapata maneno ya Yesu, yeye ndiye njia ya kweli na uzima. Ufikapo kwake unapata kweli. Kweli haiko 5, haiko 10. Kweli yote ya dunia itakayotuokoa ni Yesu pekee. Jambo la tatu tunalolipata katika lango na ukuta ni kwamba Kristo anatangazwa katika Agano la Kale, katika ukuta na katika lango. Ni matangazo ya Yesu. Unapopata habari za Yesu katika vitabu vya Injili, vitabu vya Agano Jipya, usiwaze kwamba Yesu anapatikana hapo tu. Katika mfumo wa hema takatifu, habari ni za Yesu. Jambo la nne ni kwamba kanisa linapaswa kuwa katika umoja. Hizo nguzo 16 ambazo zinaonekana katika kutengeneza hiyo hema takatifu zilikuwa katika umoja. Hakuna kilichopingana. Vyote vilikuwa na meziri moja. Hakuna kilichokuwa nguzo ndefu na fupi, zote sawa sawa. Hakuna kilichopingana. Maana yake ukija mbele za Yesu, weka umoja. Wote wanaomkubali Kristo wana umoja. Tuishi umoja. Umoja unapokosa katika kanisa, hamwabudu Mungu. Mkiwa katika mafarakano, Mungu ameondoka, mnamwabudu shetani. Yaani hema takatifu inatangaza umoja. Umoja. Nimemkubali Kristo, niishi umoja na mwingine ambaye mkubali Kristo. Haijalishi kabila lako ni lipi, kubali Kristo, tuko pamoja. Kwani Kristo ni mmoja, si wawili, si watatu. Kristo ni mmoja. Jambo la mwisho ni kwamba neema ya Mungu ni kwa wote wanaomjia Kristo. Ukifika mlango ule, tunapofunga somo hili, mlango wa hema takatifu, masikini waliingia, matajiri waliingia, watu wa kuhani waliingia, na wasiokuwa wa kuhani waliingia. Maana yake neema ya Kristo ni kwa wote. Usijisifie dini lako. Wewe ni Msabato, mwingine ni Mlokole, mwingine ni Mpentekostia, mwingine ni Mwanglikana, mwingine ni Makatoliki. Sote tumepewa neema ya Yesu, lakini tofauti ni kwa namna ambavyo umepokea neema hiyo. Mungu akubariki na akupe utakaso ambao tunaupata kwenye hema takatifu, kwa jina la Yesu Kristo, amen.